Na qala, imepokelewa na Abi Saleh ikisimuliwa na Ibn Abbas radhi za Mwenyezi Mungu za juu lake, anasema siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaingia msikitini. Katika hali ya kuingia msikitini, huyu Abi Saleh naye akakutana na Mtume katika mlango wa msikiti. Mtume anatoka, wa huwa dakhiluhu, yeye anaingia. Basi wakawa wanasalimiana na Mtume wakijuliana hali katika namna moja ama nyingine. Kisha Abi Saleh akaingia katika msikiti. Ndani ya msikiti kulikuwa na kundi la Makuraishi wamekaa. Wakamwambia Abi Saleh kwamba ni nani yule ambaye alikuwa anazungumza naye katika mlango. Akasema Abi Saleh, huwa al-Abtar, nilikuwa naongea na mtu ambaye ni mwenye kupungukiwa. Mtume akasikia ya maneno kwamba yeye anaitwa huwa al-Abtar, yeye ni mwenye mapungufu. Kwa nini ameitwa ni mwenye mapungufu? Kwa sababu alikuwa amefishwa mwanawe Ibrahim. Katika zama hizo ilikuwa ikionekana mtu ambaye hana mtoto wa kiume anaonekana ni mfano wa watu dhalili katika jamii ambayo anaishi. Kwa hiyo Mtume anaitwa na mapungufu kwa sababu amethiliwa na mwanawe Ibrahim. Basi Mtume alihuzunika, akanyongeka, akaumia. Kama tunavyojua katika maisha yetu ya kawaida, unapothiliwa mtoto ni miongoni mwa watu wanaouma. Mtu ananyongeka, anapata huzuni. Ukisikia watu wanakusimulia kwa mabaya kutokana na mwanao, hata wewe lazima ujisikie vibaya. Kwa hiyo Mtume akajisikia unyonge, huzuni, akajua ni mtu dhalili asiyekuwa na maana. Mwenyezi Mungu anamfariji, anamwambia inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar, kwamba hakika tumekupa kheri nyingi. Inna a'tainaka al-kawthar, hakika tumekupa kheri nyingi. Fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje. Inna shani'aka huwal abtar, hakika yule ambaye anakubeza Muhammad, basi yeye ndiye ambaye ni mapungufu.